What's up everybody, BM Media here, and if you want to like our stories, share, comment, follow, subscribe our YouTube channel. Na tutakuwa tunapiga show zingine mwenjeje sana, show kali, show za kijanja hapa, na tutakuwa tunahost hata watu special guest, kila kitu hapa, na tunaongelea story kama za mapenzi, mambo za maex nini, tunapiga ma story nini, mambo za games, EPL nini, La Liga, kila kitu, politics. Politics mpaka tuchambue tujue nani na nani wako pale, wako wapi na wapi, mambo yenye ni trend, kila kitu tunachambua. For example, tunaweza anza na kitu kama marriage. Kwa nini watu wengi hawakai kwa ndoa? Unaweza kaa na mtu miaka kama 8, miaka 10, lakini hamkai, mnakaa mnawachana. Unaonanga ni kwa nini wewe bro? Kitu ya kwanza chenye naweza sema kuhusu marriage, kwa nini watu hawakai kwa ndoa? Kitu ya kwanza, unaweza ona msichana amekaa kwa ndoa, ameoleka. Hakuna msichana ama mtu ambaye anazaliwa na analelewa akiwa hataki kuolewa. Wengi wanakuwa wanataka kuolewa, lakini kulingana na zile vitu ambazo wanaona kwa marafiki, advice zenye wanapewa na marafiki, hizo vitu, zile vitu zingine ni kitu inaitwa peer pressure. Unaenda unapata msichana matarajio yake katika ndoa, akiolewa hataipata. Kwa sababu kitu ya kwanza, kwa nini wasichana wengi wanataka siku hizi kudate watu ambao ni wa umri mkubwa? Unajua kuna kitu nilikuja, acha nikwambie kitu hapo. Kuna kitu moja nilikuja kujua. Unajua sasa bro, wale wasichana sasa walika kama yangu sasa, wanamanga huko club, anatoka hii club anaingia ile, anaingia Westland, si kuiva, si kule Kifaru. Wao sasa ndio wanacheza na hao watu wakubwa. Unaona? Sasa mimi ndio natafuta maisha, unaelewa? Wakati mimi nitakuja kupata pesa, utapata ninapata pesa nikiwa huko 30s 40s, unaona? Wale watu washazeeka. So story ya mbaba mimi naonanga ni kama ni revenge tu. Inakuwa ni kama ni revenge. Juu mtu wakati alikuwa ana do, hawa wasichana waliwakataa, kama mimi nimekataliwa mara mingi. Mimi chenye naweza sema kuhusu maisha ya msichana. Msichana kwa kawaida akili zake zinamuonyesha kwamba anapaswa kuolewa na mtu ambaye already amejipanga. In short, mimi huonanga wasichana ama wanawake wanapenda kuchukulia maisha juu. Yaani wakati uko na mwanamke mnateseka, yeye anafikiria venye anaweza ona mtu mwingine ako na do, ako na magari nini, amuoe. Wewe wakati uko hapo unateseka nini, yeye anafikiria venye anaweza, wewe unafikiria venye unaweza pata unga, yeye anafikiria venye anaweza pata mwanamke mwingine ako na do. Sijui unaonaje? Na nikikwambia mambo ya poverty, kama hauna kazi, lack of employment nini, pia huwa inafanya ndoa isikue ama hiyo inahusu wanaume. Sana sana mambo ya kipato, hiyo sana sana inahusu wanaume kuongopa ndoa. Kwa sababu ukipeleka mwanamke kwa nyumba lazima umtumikie. Vitu mingi sana lazima umshughulikie. Lazima huyo mtu lazima ununue mavazi. Huyo mtu lazima chakula ni wewe. All the responsibilities of provision in that family ni yako. So the responsibilities, vijana wengi wanaongopa sana responsibilities. Unaenda unapata ni ngumu sana kwa wavulana kuanzisha maisha ya ndoa wakati bado hajajipata. Kitu ya kwanza nayo maisha ya kujipata. Kwa hivyo hapo nitasema ni unemployment. Unajua tukiingia upande wa kazi, hiyo mambo ya kupata kazi, kuajiriwa, ni kitu ingine tofauti. Ukiangalia hii generation inaitwa generation Z, Gen Z. Wako na shida sana ya kuajiriwa. Wengi hawataki kuajiriwa kwa sababu wengi hawataki kuambiwa. Na ndio unapata mtu anaweza tusi mkubwa yake. So huyo mtu hana fikra kila kitu. Huyo mtu hana fikra za kuajiriwa. Anataka kazi, anataka pesa lakini hataki kuajiriwa. So huyo mtu majukumu ya kazi kuajiriwa hiyo haiwezi. So hiyo tutaita laziness ama hiyo tutaita nini, ama ni hypocrisy ama nini? Hiyo unajua mfumo wa maisha wenye umetengenezwa siku hizi, umetengenezwa hivyo. Wakati tulisema ni digital life, maisha ilibadilika mpaka ya watoto.
So watu wengi wale wanakuwa siku hizi wako na hizo fikira, huwezi bandilisha. Hiyo ni kitu ambayo huwezi bandilisha. So ile kitu ingine unaenda unapata sana sana wasichana wako na matarajio iko juu kupita vijana. Unaelewa? Wavulana wale wako katika let me ask ukiangalia sahi, which is the best person to marry? Ni mwanamke mgani ambaye anaweza kuwa ukioa hata sumbua, ama maybe ni yule mwanamke yako na zero expectation kwako, ama ni yule mtu ana matarajio kwako? Unajua hakuna mtu ambaye unaweza oa bila matarajio kwako. Hiyo nayo ni kitu ambayo sasa naye mtu ambaye atataka kuolewa bila matarajio naye atakuwa mjinga, naweza sema hivi. Sababu moja inategemea ni matarajio ya aina gani. Unanielewa sasa? Kwa sababu matarajio ni aina tofauti. Kuna mtu ambaye ana matarajio ya kifedha. Unanielewa sasa? Na kuna mtu ambaye ako na matarajio ya ukue na akili ya kujikuza kiuchumi. Upate pesa baadaye. So kuna mwenye anataka wewe umuoe hiyo siku ukiwa na pesa. Na kuna mwingine na yeye anataka mkue pamoja, mpate pesa pamoja, ama mpate mali pamoja. Au ni watu ambao wako na matarajio tofauti. Yule mtu ambaye ni wa maana zaidi ni yule ambaye anataka mkue pamoja. Muanze. You start from scratch. Mkue pamoja. Alafu mpate pamoja. Mkikua pamoja alafu mfukuze. Unajua pia wanaume we have that kind of men. Unagrow na mtu mnateseka pamoja, wakati umepata fame unaanza maringo, unaacha unaona bwana bibi yako matiti zimefika huko kwa tumbo, hutaki story yake tena. Sasa unakuwa mtu wa asichana tudogo na mimi unamfukuza, na hiyo tutaiweka vipi? Katika mfumo wa maisha wanaume wengi na percentage kubwa ya wanaume, nikwambie kitu moja katika maisha ya mwanaume. Kama mwanaume hajaifanya starehe, bado hajatulia kutafuta ndoa. Starehe. Kama hajaifanya starehe, hizi starehe ni gani? Starehe ni tofauti. Kuna starehe, kuna yule ambaye yeye akipata hiyo pesa, alikuoa akiwa wa kanisa. Akipata pesa, amekuwa unajua sio kila mtu atakategorize club kama starehe mbaya. Unanielewa sasa? Lakini utapata mtu alikuoa akiwa mtu ambaye ni wa kanisa, mtu mzuri, hana mambo ya starehe, ametulia. Akipata pesa huleta starehe. Ile kitu ya maana ni kitu inaitwa self control. Kwa sababu tabia ya mtu hubadilika hata akiwa mtu mzee. Umeona mzee amewasomesha, ametafuta mali, akizeeka anakuja na anauza shamba, anaenda anatafuta kasichana, anaingia kwa club, anaingia kwa lounge, kasichana kanatoroka na pesa. Mbona hajaifanya hii starehe akiwa kijana? By the way, hiyo inaletwa na nini? Unanielewa sasa? I don't believe. Hiyo ni matukio ya kibinadamu. Unanielewa sasa? Of which kuna swali yako umeuliza na ni swali ya muhimu sana. Kwamba na mkitafuta mali na mtu na baadaye ya kutoroke. Katika matarajio ya ndoa, kila mmoja wenu anaweza toroka mwenzake. Unanielewa hapo? Unaweza toroka mwenzako, lakini tunapanga, hebu nikuulize swali. Na kuna sheria ya siku hizi yenye inasema kila mtu aondoke na chenye alileta katika ndoa. Inasema hivyo. Unapoachana, kama ni mwanamke, ondoka na chenye ulileta. Kuwa na record. Keep your record wisely. Kama mwanamke, kama mwanaume, ndio usije ukapoteza kila kitu katika maisha ya ndoa. Hiyo ndio kitu yenye naweza advise wale watu ambao wanaingia katika ndoa na wale bado wako katika ndoa. Wewe ukiangalia sana Kenya, we have a lot of single mothers. Wamama ni wengi, watu wao, yani a lot of single mothers. Let's base on single mothers. Ni nini sana huo unaona inaletwa na single mothers? Chenye kinasababisha kuwe na single mothers wengi katika nchi yetu, ama hata sio nchi yetu, ni nchi zetu za Kiafrika, ni kitu moja.
wasichana wanaanzisha maisha wakiwa wandogo sana, na riski ya wasichana kupata mimba wakiwa wandogo, wakiwa bado wako shule, hiyo riski bado tuko nayo, na hiyo riski iko juu sana, kwa sababu ukiangalia wasichana wengi ambao wako na watoto walipata watoto wengine wakiwa shule, so huyo mtu angeoleka na maybe alipata na katoto kandogo ambako nako pia akenge muoa. Mwingine anaenda anapata mtoto na bwana ya mtu, so huyo bwana ya mtu hayuko ready kumuoa. Mwingine anaenda anapata mtoto na mtu mzee mwenye amepitisha miaka yake, so huyo mtu hawezi muoa. Unaenda unapata sababu nyingine, unaenda unapata huyo msichana na yeye fikra zake na tabia zake sio za mtu ambaye anaweza oleka. Mwingine unaenda unapata maybe alioleka akazaa watoto wawili, bwana akabadilika ama akashindwa kulea familia, msichana akatoroka. Mambo ni mengi sana yenye inasababisha question hapo. Katika hii ndoa single mothers, mimi naonanga sana sana, umesema mambo ya wasichana wadogo wanasawa na wasijui wanatekelezwa, sijui wanafanywa nini, but naona hata mimi hapo wasichana pia wanaolewa wakiwa wadogo sana. Mimi sometimes I do wonder, wasichana wanaolewa wako 20, wako 21, wako 22, wako 20, ashaolewa. Uko sure huyo mtu atamaliza miaka 10 kwa hiyo ndoa kweli? Hebu tuelezee historia. Mimi chenye naweza kukuambia ni kitu moja. Maisha na miaka ya ujana ya msichana ni tofauti sana na ya mvulana. Msichana akioleka, bora ameoleka na mtu ambaye ako na akili timamu, na mtu ambaye alikuwa ready kukaa kwa marriage, na mtu ambaye unajua kwa msichana akioleka, ile kitu inasumbua sana wasichana wengi wa siku hizi, hawatulii, bado hawajatulia. Hataki kutulia. Huyo mtu hata akioleka akiwa mdogo, cha muhimu sana ni kutulia. Na yule ambaye na yeye amemuoa, na yeye pia ametulia. Unanielewa? Kwa sababu wasichana wengi wakioleka unasikia mtu anasema anataka freedom. Hiyo freedom anatafuta freedom gani? Hapo. But unajua kuna kitu moja mimi I do say, but a man has power of cheating. Unasema kama mimi mwanaume ako na power ya kucheat kweli? No one has that power. Uko sure? Yeah, no one has that power. Inategemea wewe mwenyewe uelewa wako wa maisha uko namna gani. Kwa sababu kuna kitu inaitwa nature. Nature imeeleza nini kuhusu binadamu, mwanamke na mwanaume. Unanielewa hapo? Kwa sababu mwanaume andanganyi ama huwa cheat kwa sababu anataka kucheat. Mwanaume halali na mwanamke kwa sababu anampenda tu. Unanielewa? Kuna tofauti sana ya kutamani, kupenda na kutaka. Unaelewa hapo? Vitu tatu muhimu: kutamani, kupenda na kutaka. Kuna kutaka. Kutamani na kupenda. So unaenda unapata yule mwanaume sana kitu ya kwanza akikutana na mwanamke, kuna ile kitu inaitwa attraction. Kwa hivyo mwanaume anapata attraction kutoka kwa mwanamke. Huyo mwanamke akimuattract, hiyo ni kutamani. Unanielewa sasa? So kama mwanamume huwa anatamani kwa kuona. Akitamani mwanamke anaanza kumtaka. Step 2 ni kumtaka. Unanielewa sasa? Na wanawake wengi huanguka hapo. Mwanamume alikutamani kisha akakutaka. Bado hajakupenda. Na kwa sababu bado hajakupenda, bado hajakupenda. Na kwa sababu bado hajakupenda, wewe unatakwa tu. Anakutaka tu, hajakupenda. Na katika hizo hisia za kukutaka, anakuanga amejitolea sana kuonyesha ni kama anakupenda. Na kwa sababu naye mwanamke kudanganyika haraka. Sio kudanganyika, ni nature iko hivyo. Mwanamke na yeye anafuata sana maneno ya kuambiwa. Anafuata na anaamini chenye umemwambia. Mwanaume anaona. Angalia, mwanaume anaona kwa macho, anatamani.
Kwa nini wewe ukiwa unapita kwa barabara mwanamke hawezi akakuongelesha? Kwa sababu wewe hamjuani, yeye ako shughuli zake anaenda. Lakini wewe utamuona na umuongeleshe, kwa sababu kwa mwanaume yeye utamani kuona. Na ndio maana hata Mungu aliumba wanawake na maumbile yao tofauti. Unaelewa hapo? Maumbile yao tofauti ya kutamanisha. Kwa sababu mwanaume yeye atatamani kwa kuona. Mwanamke. Lakini naye mwanamke yeye atatamani kwa kuambiwa. Ndio maana unaiita uongo ya mwanaume. Ndio maana mwanaume atatumia maneno mingi kujieleza kwa mwanamke. Lakini utapata. Na mwanamke atatumia maneno mingi sana kujieleza kwa mwanaume. Unaelewa hapo? Kwa sababu mwanamke yeye ataenda kusikiliza. Lakini mwanaume anataka kuona. Mwanaume anataka kuona, na ndio maana mwanaume anaweza lala na kitu chochote kile. Bora tu amekiona, ajiridhishe tu. Mwanaume analala na kila, yaani mtu tu kitu yoyote tu hivyo umesema. Unanielewa sasa? Kuna juzi kuna mahali nilisikia hapo jamaa wengine tu, acha nisiwataje. Wajamaa demu sijui amekuwa mlevi kidogo. Ametoka hapo, ilikuwa usiku. Ule demu si achukuliwa na wasee hao wanduthi hao. Wasee 5 wakapatwa pale wamechangamkia. Wasee ni kama walikuwa na kiu. So wanaume wako wengi. So mwanamume hakuna mtu yeye anataka tu, anaweza lala tu na anything. Mwanaume bora tu ameona na ametamani. Ni hivyo. Na akataka. Sio lazima apende. Sio lazima apende. Na wengi hawapendi, wanataka tu. Wanaume wengi, wanawake wengi huwa wanaangukia hapo. Unakutana na mwanaume umemtamanisha. Wewe mnataka ampendi nyinyi watu wewe. Wewe mnataka tu. Wanaume wako hivyo. Na ni nature iko hivyo. Nature iko hivyo. Ndio maana utaita uongo, lakini sio uongo. Ni nature tu. Ni nature iko hivyo. Mwanaume ameumbwa hivyo. Wakutaka, wakuona, atamani na ataki. Unanielewa sasa? Percentage kubwa ya mwanaume imefika wapi? Umefika kutaka. Ndio maana unaona mwanaume unaenda unatembea soko, unapata mwenda wazimu wako na mimba. Ameitoa wapi? Nashangaa by the way. Ameitoa wapi? Wanatoa wapi hao wenda wazimu? Kesi ni mingi sana, ukifika kotini utapata mtu ni huyu ameletwa amerape mbuzi. Nashangaa hii nayo imetoka wapi? Sasa amerape. Unaletewa kesi nyingine ni huyu mtoto mdogo wa miezi 6. Na yeye ni huyu ameripiwa na mwanaume. Unasikia mwanaume mgani wa miaka ngapi? Miaka 90, miaka 70. Shaka aje sasa, hii iliwezekanaje? Ni kitu moja. No. Sometimes sio ushetani. Watu wengine naye shetani shetani amebebeshwa mizigo mizito pia. Tunajua shetani ngori tu. Sio kila wakati tutasema shetani. Kwa sababu gani? Uwezi ukaniambia eti kila kitu ni shetani. No. Not all the time ni shetani. Unanielewa sasa? Kwa sababu niambie kitu moja. Uko na mwanaume ambaye akili zake sio mzuri. Kivipi? Fikra zake nimekuambia ni za kuona, kutamani. Kisha anataka. Uko hapo na mbabu wa miaka 60, 70. Na watoto wengine hapo nje wa miaka 7, 13. Then umechukua kasichana katoto kandogo ka miaka 3 unakaoshia hapo nje. Unanielewa hapo? Nataka hapo uelewe vizuri zaidi. Kasichana ka miaka 3. Kasichana ka miaka 3, miaka 4. Unakaosha. Unakachukua umekavua nguo zote unakaoshia hapo nje. Nao nimekuambia akili za mwanaume ni za kuona, kutaka, kutamani na kutaka. Niambie ukiondoka. Huyu mwanaume aliona uchi wa kale katoto kandogo. Ni fikra zipi zitapata huyu mwanaume? Lakini vitu zingine naonanga unajua, acha nikwambie. Unajua kitu ya kwanza nimekuambia kitu moja. Huyu mtu atakuwa na akili potofu. Hata kama mtu hana self control na fikra zingine hapaswi kufikiriria, ajue hapaswi kufikiriria mtoto mdogo. Huyu mtu atafanya tukio mbaya, sio? So cha muhimu ni kufanya nini? Vitu zingine unajua we can blame shetani, tuseme ni shetani, lakini sasa sio shetani. Na ndio maana kwa nini ukipelekwa kotini ukisema ukipeana excuse ya shetani
Hakuna mtu anakusikiza. Eti unasema ni shetani alinipitia. Unafungwa. Unanielewa sasa? Sometimes tunaingia shetani kwa sababu sio kila wakati ni shetani. Sio kila wakati ni shetani. So if you could to advise young girls, ni vizuri watulie waache kuolewa mapema, ama unaona aje? Juu mimi naona sana single mothers inatokea msichana anaolewa mapema sana akiwa mdogo. Kitambo afike 30, hao watu washachokana. Kwa ile ndoa hakuna amani tena. Wewe unaona aje? Katika kungoja, useme ungoje mtu eti afikishe hiyo 30 ndio aoleke. Nimekuambia kitu moja. Maisha ya mwanamke na mwanaume ni tofauti sana kimiaka. Kwa sababu huwezi niambia msichana amefikisha miaka 30 ndio anaanza fikra za kuoleka. Kwa kusema ukweli, wengi wanakuanga wamechoka. Na wengi hapo atakuwa amefanya vitu mingi sana. Atakuwa amepata katoto Kenya kana baba, juu babake. Mwingine atakuwa ametoa mimba mingi sana. Unanielewa sasa? So, cha muhimu ni mtu mwenyewe kujielewa. Si uko na kitambulisho? Si umemaliza masomo? Cha muhimu hapo ni kujielewa. Unataka nini? Na unaolewa na nani? Unaelewa hapo? Wanaume wako wazuri, ni wewe utafute mwenye unataka wewe. Shida ni moja, wasichana wengi hawatulii. Na matarajio yao haiendani na wanaume wale wako. Yeye anataka kijana wa miaka 23, miaka 25 akuwe na uwezo wa mtu ambaye ako miaka by the way 40-50. Sometimes I do wonder why young girls wanataka I ni reach at my early ages of 20s, yet your father is 50s and he is still poor. Kwa nini? Nimekuambia kitu moja. Ni ile matarajio ya watu ambao wana interact nao wasichana wandogo unasema. But kuna kitu mimi naonanga, kuna kitu inaitangwa company. Unajua ni mbaya sana. Unajua kwa msichana ataambiwa kitu moja. Aambiwe fulani ako hivi. Mimi boyfriend yangu ako na gari. Boyfriend yangu anakaa 2 bedroom. Wako wanakaa single room. So yeye anaona ameachwa nyuma sana. Hiyo ndio kitu inafanya watu wengi baadhi wasikae kwa ndoa. Yeye anaona ameachwa nyuma. Yeye anaona ameachwa nyuma. Hiyo ndio kitu inafanya watu wengi wasikae kwa ndoa.